Asante sana mwenyekiti, na washukuru Waislamu na washukuru pia na Wakristo kwa uvumilivu wenu. Nishukuru pia na huduma hizi ambazo zimeandaa mdahalo huu ambao kweli inapendeza sana. Inapendeza hasa sisi tulio watu wa imani tofauti tunakaa pamoja kwa amani na upendo kwa namna hii. Inatia moyo sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa labda swali langu linatokana na aya mbili ndani ya Qur'ani. Aya ya kwanza naomba nisomee sura ya 5 aya ya 68. 5:68 Qur'ani. Aya surati Maida 5:68 Al-Karim. Inasema, sema enyi watu wa kitabu, hamko juu ya chochote katika dini yenu mpaka msimamishe Taurati na Injili na haya yaliyoteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu, nayo ni Qur'ani. Na bila shaka yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako yatawazidishia wengi katika wao uasi na kufuru. Basi usihuzunike kwa watu wanaokufuru. Sasa hayo mambo ya kuzidisha maasi na makufuru kwa ajili ya kushuka Qur'ani, mimi sina matatizo nayo. Sisi wote tu mashahidi uasi na makufuru unavyoendelea leo katika nchi. Lakini inasema enyi watu wa kitabu, enyi watu wa kitabu, kwa nini mnawazuia watu na dini, yani njia ya Mwenyezi Mungu? Watu hao wa kitabu ni watu gani? Naomba twende sura ya 2 aya 113, ndipo kwenye msingi wa swali langu. Twende haraka haraka dakika zangu. 2:113 nitasoma. Inasemaje? Na Mayahudi husema, Wakristo hawana chochote cha mategemeo katika dini yao. Hawana chochote cha mategemeo katika dini yao, na hali wote wanasoma kitabu. Nitarudia samani. Na Mayahudi husema, Wakristo hawana chochote cha mategemeo katika dini yao, na Wakristo husema, Mayahudi hawana chochote cha mategemeo katika dini yao, na hali wote wanasoma kitabu walichoteremshiwa bila ya kufuata yaliyomo ndani yake. Asante. Tuishie hapo. Labda swali langu mwenyekiti, kwa kuwa Wayahudi na Wakristo wanashutumiana kwamba hawa hawana chochote cha mategemeo katika dini yao, na Wayahudi wanasema Wakristo hawana chochote cha mategemeo katika dini yao, na taarifa hii ninaipata ndani ya Qur'an, sio ndani ya Biblia wala sio ndani ya An-Nur, naipata ndani ya Qur'an, na ninaamini kwamba Qur'ani haiwezi kadanganya. Na kama haiwezi kadanganya, kwa mujibu wa Qur'ani, dini ya Wakristo ni dini gani na dini ya Wayahudi ni dini gani? Nimesimama. Nashukuru alhamdulillah kwa Mwalimu Samson kuja kuuliza swali la kimsingi, na nina imani kwamba maswali haya swali aliouliza ndugu yetu Samson ingekuwa ndio wanauliza hawa, mimi na imani toka mwanzo kwa tushaelewana. Yani swali kauliza ndani ya ile mada yenyewe, tofauti na hawa. Sasa ndugu yangu hapa, kabla sijibu swali la kimsingi, sababu swali lake ni mwalimu, lakini kauliza swali la kitoto, nitalijibu baadaye. Nafuta uchafu kwanza, ulochafuliwa kwanza. Alipanda hapa anaitwa mchungaji wa Makangalawe. Unajua Messi na wasiwasi na huyu kwa sababu anajiita ni mchungaji wa Makangalawe, lakini haya yote anayoongea, kwanza tuulize Biblia inamtambuaje? 56 Yeremia. Yote aliyokuwa amejimana alichafua, sina budi kusafisha ndani ya dakika zangu. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Rudia tena. Watu wangu. Mungu wa Biblia ambao Kristo mnamwamini analalamika, anakuoneni huruma nyie mnaopiga makofi hapa. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Ndio. Na wachungaji wao, hao wachungaji hao wamewapoteza. Takbir. Wanaona huruma, anasema Maulana akasema kweli. Kweli hiyo. Kwani mimi Biblia. Kwa hiyo hawa mnamshangilia mchungaji, Mungu anasema wamepoteza watu. Na kwa nini wamepoteza? Mungu anasemaje? Isaya 56:10. Walinzi wake ni vipofu. Walinzi wake ni vipofu hawa. 56:10. Biblia hiyo. Walinzi wake ni vipofu. Walinzi wake ni vipofu. Wote pia ndio wamepotea. Wote wamepotea, maskini wachungaji na wengine. Wote ni mbwa waliobubu. Rudia tena. Wote ni mbwa waliobubu. Mungu anasema Biblia kwamba hao wachungaji, mkisikia mtu anapiga sana kelele, kesho wafananisha asema hawa mbwa tu waliobubu. Ni mimi au kitabu? Ni ya kwenu hiyo, sio ya kwetu. Kwa hiyo ukiona mtu anaboka sana kelele hatuelewi, ni mbwa. Maliza.
wote ni mbwa waliobubu, wote ni mbwa waliobubu, ndio hawawezi kulia, ndio huota ndoto mchana. ndio maana wanaota ndoto mpaka mchana, wanaongea hata maneno nje ya mada. Sasa tunaongea, wao wanalala. Ulala, unaona kija hapo wanaongea maneno nje ya mada, wanalala. Maandiko tunatoa, Mungu anasema Uislamu ni dini ya haki, wanasema ukikurupuka hatujaona andiko, kumbe wanalala. Waendelea, hupenda usingizi, wanasinzia tu hapo. Niangalieni tu. naam, Ndio mbwa hao, mbwa hao, rudia, wanachoyo sana, wanashindwa kuwapa Wakristo maneno ya kweli, ndio maana wanapinda. Mbwa hao hawashibi kamwe, hata kuwafundisha hawaelewi, hao wanapinga tu. Na hao wachungaji hao ni wachungaji wasioweza kufahamu maneno. Takbir! Sasa hawa ni wachungaji wasiofahamu kitu. Ndio maana nikasema afadhali Samson Blade angekuja toka mwanzo, afadhali kwa masuala ya kitaalamu. Hawa wanakuja wanabwaka tu bila sababu yoyote, hawaelewi chochote, mpango wao mdogo. Sasa katoa aya kwenye Qur'ani, ametoa aya kwenye Qur'ani, lakini kabla alisema huyu mchungaji kwamba Waislamu imani patro kaenda kule kafuata wanawake wanapeana tu bure, wanapeana bure. Sasa tumeshangaa. Sasa tunauliza, wenye kupeana bure wapi? Wakorinto 7:5, msinyimane nyinyi wa Kristo. Kwa kuwa mmepatana kwa muda, kwa short time mnapeana, hata mkitoka hapo sawa tu. Biblia kwani mimi ili mpate faraka kwa kusali. Kwa hiyo mkienda kule mnapata faraka, mnasali, kumbe mnaambiwa msinyimane. Kwa hiyo masuala ya kutonyimana yako kwenu. Hapa sisi hakuna bure hapa na kuoana. Qur'ani 4 sura ya 4 aya ya 4. Na kama mkiogopa kutowafanyia uadilifu mayatima, ndio basi ogopeni vile kutowafanyia uadilifu wanawake. Nenda aya 4. Ni mnaowapenda katika wanawake, ndio maadamu mtawafanyia insa wawili au watatu au wanne tu. Subiri, nenda aya 4 sasa. Wapeni hao wanawake mahari yao. Kwa hiyo kule kuna kuoa, kule kuchukuana kama nyinyi. Wagalatia 5:15. Lakini mkiumana na kulana, naambiwa sasa uko faraghani kwenu nyinyi wachungaji mnaolala, mkaenda kule mkiumana na kulana. Angalieni msije mkaangamizana. Yaani we taratibu tu. Wewe unataka kutuchafulia mkutano hapa? Wewe ukimwaga ugali, sasa tunamwaga mboga, hakuna kula. Takbir! Sasa tunajibu swali baada ya kuondoa huo uchafu, ni kwamba Qur'ani imesema sawa. Mungu anazungumza kwamba hawa Wakristo wako ya aina mbili. Mungu kanukuu, Wakristo wanawaambia hawa Wayahudi, nyinyi hamna chochote cha mategemeo katika dini yenu. Wakristo na wakanyaga, nyinyi dini yenu Wayahudi haina mpango. Yaani hawa watoto vijiweni wakati wanakanyagana, Mungu anawasikiliza tu wanapotiana kiatu. Kama leo walipokanyagana Wakristo wawili hapa juu ya jukwaa, yaani Mlema Mkristo, Mtikila Mkristo, wamelimana hapa. Tunasikia raha sana wakiwa na limana wenyewe kwa wenyewe. Sasa inasema kwamba huyu hana chochote cha mategemeo katika dini yao na hawa hawana chochote cha mategemeo katika dini yao. Kwa kuwa wameshindwa kuthibitisha Ukristo ni dini ya Mungu, kwa hiyo dini ya kwenu iko katika midomo. Na ndio maana tukauliza, dini yenu dini gani kwa ushahidi wenu? 3:211 ndio jibu liko hapo. 2:111. Na walisema hata ingia peponi ila aliye Myahudi au Mkristo. Na nyinyi mmesema mtu anaingia peponi Myahudi au Mkristo, na nyinyi mmesema kwamba dini yenu ni Kristo. Mshasema, mnauliza nini wakati mshasema? Endelea. Hayo ni matamanio yao. Kuchagulia na dini ni matamanio yenu tu nyinyi watu, ndio. Si hukumu ya Mungu. Wala sio hukumu ya Mungu, umejichagulia tu potevu wenu, dini yenu ya kidogo. Sema. Ndio. Leteni dalili zenu. Leteni aya hapa kama nyinyi mnasema kweli. Takbir! 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 Sallallahu ala Muhammad. Raha usораha. Wameshindwa kutoa andiko Kristo ni dini ya kweli. Aibu yao, aibu yetu, aibu yao. Kwa hiyo Qur'ani inatufahamisha hiyo dini yenu ni dini ambayo haina maandiko, na ndio maana mmeshindwa kuthibitisha Ukristo ni dini ya kweli. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya, ujumbe umefika na habari ndio hiyo. Kusilimu bure. Haya.